Ujumbe mfupi kwa watumishi wa Mungu. Watu wa Mungu, hasa upande wa Ukristo, watu wa Mungu, nitawasihi tu kwamba jitahidini sana kufuatilia maisha ya waumini wenu. Jitahidini tu sana kufuatilia maisha ya waumini wenu, kajue waumini wenu wanaishi maisha gani, wanapitia hali zipi. Uwe mchungaji mkubwa, uwe mchungaji mdogo, wewe jitahidi tu kufuatilia maisha ya waumini wako. Amen. Katika pitapita zangu katika hii dunia nimejionea mateso mengi, na wengi wanaoteseka ni Wakristo. Sasa upande wa Ukristo, Wakristo wengi wameteseka, wanalia, wamekwama, wengine wameishia kujitoa uhai ama kujitia kitanzi, wengi wamejinyonga, wengi wamekufa sumu kwa sababu ya maisha. Amen. Na wengi ni waombaji sana, wafungaji sana, wana vyeo mpaka makanisani. Watu wa Mungu, hebu jaribu kufikiria kinachosababisha haya yote. Ni mahubiri yenu dhaifu na potofu ya kutoa ili mtu abarikiwe. Fikiria wewe, mtu wa Mungu, hujui mtu anafanya kazi gani, hujui mtu misingi yake ni ipi, hujui mtu anaishi maisha gani, ila yeye huwa anakuletea tu sadaka, huwa anatoa mafungu. Hujui biashara anayoifanya ameisimamishaje. Hutaki kujua ni ya mikopo, hutaki kujua ni ipi, inaendeshwa kwa namna gani. Amen. Kisha mtu wa Mungu, umejenga, una nyumba nzuri, una gari unaendesha, kuna mijengo ingali inaendelea na magorofa, hata gorofa unayo, unajenga. Amen. Kisha hawa ambao unawaongoza hutaki kujua kuhusu maisha yao. Mtu wa Mungu, kuna watu wameambiwa toa ubarikiwe, ukitoa fungu ndilo linaongeza sijui baraka, zinalinda kazi yako, matoleo ndio ulinzi wa kazi yako. Lakini mtu wa Mungu, watu wameishia kujutia, watu wanateseka. Mtu wa Mungu, nje watu wanateseka, watu wanaumia, Wakristo wanaumia. Amen. Sasa mtu wa Mungu, kuna watu walifungua biashara kwa mikopo, na pindi tu walipoanzisha hata biashara zao, kuna wale wanafanya za mikopo na wale wanafanya si za mikopo, na wakakutana na hizi kauli za toa ubarikiwe, fungu la 10 litalinda kazi yako, litalinda familia yako, linakukinga we mwenyewe, linakinga, hakuna wizi, hakuna sijui mambo na uchawi. Watu wakawa wanatoa mafungu makubwa. Kumbuka, mtu ana mikopo, halipi mkopo, lakini anachezesha kamari, anatoa ndio ziongezeke. Afanye nini? Ndio sasa atalipa mkopo. Kumbe mtu wa Mungu, kisoma maandiko ni kwamba si kwamba tunatoa ili tubarikiwe viongezeke, bali tunatoa kwa kuwa tushabarikiwa. Amen. Na ukisoma Kumbukumbu 28 kuteremka kuanzia 1 inaongelea kuhusu baraka, na kuanzia 15 ukishuka pia inaongea kuhusu laana. Wakati sisi tunaishi maisha ya laana, tunataka baraka, wakati tulistahili kuishi maisha ya baraka. Na baraka, mtu wa Mungu, hazijaja kwa kutoa, zilikuja kwa utiifu. Amen. Zilikuja kwa utiifu, hazijaja kwa kutoa sana. Sasa mtu wa Mungu, fikiria mtu biashara yake imefilisika, biashara ni ya mikopo, anatishiwa, labda mali zake ama nyumba zake zinataka kutaifishwa na kampuni,
ama anataka kupokonywa zizi. Yani sijui nitaweka vipi. Amen. Kisha wewe upo, maisha yako yako sawa, hutaki kuchunguza huyu mtu anaishi maisha gani. Na Wakristo wengi wameendelea kuumia kwa ndani, hawataki kutoa nje, hawataki kuambia hata wachungaji wao. Mtu wa Mungu, ilikuwa na wewe pia unao uwezo wa kugusa maisha. Itakuwa vyema kama mtapitia maisha ya waumini wenu, na nyinyi kwa yale yote ambayo mmejikusanyia, muanze sasa kuwafariji hawa watu, sababu wamejinyima sana, wakawatolea sana mpaka wakaingia matatizoni. Sasa itakuwa vyema watu wa Mungu na nyinyi mkiwa faraja kwao, maana wengi wamejiua. Na kuambia watu wanaumia, Wakristo wengi wanaumia, sio mchezo. Watu wa Mungu, epukeni hizi laana, epukeni hizi laana. Utaua si njia ya kupata faida, utumishi si lazima upate faida. Amen. Kwa leo ni hayo tu, ila inasikitisha sana, inasikitisha sana sana. Watu wa Mungu, watu wanaumia, watu wanajiua. Amen.